Leo ni siku ya 6 tariki 31 mwezi wa 5 2025. Nitawapa habari mbalimbali, habari za kikao kilichofanyika Uvira cha Mbondo na washefu wa asili, pamoja na habari za mapambano eneo mbalimbali. Habari ni kikao kilichofanyika hapo Uvira kiliosimamiwa na mashefu wa asili pamoja na Mbondo waliotoka eneo mbalimbali. Kikao kilifanyika hapo Uvira. Shabaha na malengo ya kikao ilikuwa kuunganisha watoto wao wanaopatikana kwenye makundi mbalimbali yanayosikilia silaha. Na tunazidi kumshukuru Mungu kwa kuwa Mungu alibariki kikao hicho, kilienda salama na watu walipana misamaha. Watu walizungumza maneno mengi ya kujenga, na hilo lilikuwa jambo la kupendeza sana. Tunawashukuru sana wami wa tarafa la Fizi, na tunawashukuru sana viongozi wa Mbondo wanaopatikana mahali mbalimbali na waliokuja na juhudi la kuunganisha watoto wao. Mungu azidi kuwabariki. Na mwito na tangazo lililotolewa na viongozi wa Mbondo kwa watoto wao wanaopatikana eneo mbalimbali ndani na nje ya Kongo, nanyi pia mnaomba muungane pamoja kwa malengo makuu ya kugomboa nchi yetu, kwa malengo makuu kutetelea udongo wetu, urithi wetu tulioatiwa na mababu zetu. Na pia na wanukuu viongozi wa Mbondo wanaomba sana jambo hili lisitokee kwa vinywani mwenu nyinyi watoto wa Mbondo, watoto wa Ikama Pili. Maneno ya matusi mitandaoni wazee wanaipiga marufuko. Maneno ya kuchochea, uchocheaji, wazee wanaipiga marufuko. Maneno yoyote yanaweza kuleta mgawanyiko kati yetu, aidha kati ya watoto wa Mbondo, Mbondo inapiga marufuko. Kwa hiyo wanaomba kuwa na maneno ya kujenga, maneno ya amani, kwa kuwa umoja ni nguvu, mtengano ni udhaifu. Mtengano ni udhaifu. Kwa hiyo na wengine ambapo hawajapatikana ili kuonana nao na kuunganishwa nao pia wataunganishwa, lakini najua kikao kilikwenda vizuri na Mungu alibariki na watu waliungana kuwa pamoja. Hata Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba Mkombozi Visionnaire Mbeba Maono Commander Force number 1 alihudhuria kwenye kikao hicho. Asante, ukipata sauti uipelekee watu wengine. Kuna hadithi moja nitawapelekea, hii hadithi kulingana na hicho kitendo ambapo wamekitenda hao kwa ndugu zetu Wabembe na viongozi wa Wabembe na makundi ya Wabembe. Tungeomba alama hiyo na matendo hayo yafikirie makundi mengineyo yanayopatikana hata Nord Kivu, Sud Kivu na eneo zingine, hata huko Equateur, nafasi zingine, watu kuwa pamoja. Hata kitabu kinasema wana iliyo vyema na kupendeza watu kukaa pamoja kwa umoja. Ni kitu cha maana sana na kupendeza. Tunawashukuru, Mungu awabariki nyinyi watu waliohudhuria kikao hicho, na hao watakaosikia maneno Mungu awabariki, na wale waliosameheana na kuwa pamoja Mungu azidi kuwaweka na kuwapa nguvu. Habari zinazopatikana kwenye mstari wa mapambano, najua kwamba Mungu amezidi kusaidia na amesaidia vijana na amezidi kutusaidia sisi sote. Habari ingali nzuri zaidi, hakuja kuwa kibaya kwenye upande wote wa mapambano, hakuja kuwa lolote kabisa. Juma hii mapambano yalikuwa makali sana upande wa Mikenge, Minembwe na eneo zingine, lakini najua kwa muda huu hakuja kuwa chochote, na mipangilio inazidi kuendelea kupangiliwa na vijana wanazidi kusongamana kabisa kwenye mstari wa mapambano. Mengineo tutawapasha. Na washukuru sana wanaonisikiliza na Mungu awabariki. Hadithi kwa Wakongomani wote. Hadithi ya ngombe 8 pembe 16. Ngombe waliishi muda mrefu kwa umoja wao na upendo wao. Walikuwa wakitembelea pamoja. Chochote walichokuwa wakikifanya walikuwa wanafanyizia pamoja. Sasa nyama kali zilitamani ili waangamize zile ngombe. Walishindwa kulingana na ule umoja wao. Lakini siku moja walifanya kikao, ngombe nyama hizo kali wakafanya kikao, wakaita sungura. Wakamwambia sungura, sisi tunatamani
ili tuangamize zile ngombe, tunaweza tukatumia njia gani? Sungura akasema ni jambo rahisi sana hilo, wale watu mtawakula. Akawauliza, sasa mnashindwa kuwakula juu ya nini? Asema tunashindwa kuangamiza juu ya ile umoja wao, zile pembe zao zile tunashindwa kuangamiza. Akasema acheni, mimi nitafanya mbinu za nyinyi muangamize zile ngombe. Basi sungura akaenda kuambia zile ngombe ya kwamba nyinyi mnapokuwa pamoja na nyama kali zinawaona mbali sana, ni kwa ajili ya huyu ngombe wa mweupe. Mkimuondoa huyu ngombe wa mweupe kati yenu au miongoni mwenu, basi mtapata kuishi muda mrefu. Unaona, ngombe zile walikosa kujua ya kwamba tunaishi muda mrefu kwa ajili ya nini. Basi sungura alipokwenda, wakachukua ule ngombe mweupe wakamfukuza wale wenzake. Walipomfukuza ule mwenzao, basi akalika na zile nyama kali, na waliendelea vile kuvurugana mpaka zile ngombe zote zikaisha. Kwa hiyo zile ngombe ziliishi kwa ajili ya umoja wao muda mrefu, na wakapotea kwa muda mfupi kwa ajili ya kufaragana. Kwa hiyo watu wakiwa na malumbano, basi ni matatizo makubwa sana, na hiyo ndio njama kubwa anatumikisha adui. Hiyo ndio njama kubwa anatumikisha adui, ili atugawanye sisi Wakongomani. Tukigawanyika, basi anapata mwanya, na anatugawanya kwa njia ya pesa, anatudanganya kwa njia ya maneno, anatudanganya kwa njia ya vyeo, kutupatia vyeo, na anatuma miongoni ya sisi wenyewe Wakongomani kuja kutupatia maneno ya kufarakana sisi kwa sisi. Kwa hiyo hilo ndio hiyo, na ilipitika hivyo. Kwa hiyo hadithi, naomba ile hadithi hili lifikirie kwa Wakongomani wote, tujifikirie na turudilie, tuone gisi wa ndugu zetu wa Bembe wamefanya kuungana pamoja kwa ajili ya kutetelea udongo wetu, kwa ajili ya kutetelea ulinzi wetu. Hiyo ni jambo la kupendeza sana, na nitawaonyesha kidogo kulingana na maneno wa ndugu zetu wanasema wengi. Twende tujisalimishe, twende tuonane na Mheshimiwa Joseph Kabila pale Goma ili tutafuta amani ya kwetu, kesho vitakuja kugeuka, hata watu wache vya mingi vinasemeka. Hayo yote ni maneno kama yale aliyotumikisha sungura kuwadanganya zile ngombe, na hayo ni maneno aliyotumikisha kunguru na sungura. Hayatatusaidia kitu. Tukikumbuka utawala aliotawala Mheshimiwa mstaafu Rais Joseph Kabila, alipo utawala na Wabembe, lakini ukifika kwenye tarafa la Fizi utakuta kuko nyuma sana, hakuna maendeleo, hakuna chochote, na ndio kwao. Na wote waliomsaidia aliwamaliza wote, waliomsaidia kumpatia utawala aliwamaliza wote. Na tukiangalia katika hata utawala wa Mheshimiwa Joseph Kabila miaka 18 alitumika na Matata Mponyo, alitumika na Manemi, lakini fika kwa mzee Mheshimiwa Matata Mponyo leo utakuta wanajenga. Fika kwa na Mheshimiwa Nemi, hakuna hata kitu chochote walichokifanya kwenye utawala huo wa Mheshimiwa Rais mstaafu. Na ninaona hata Wabembe waende upande wake yeye Mheshimiwa mstaafu, leo hivi anakuwa upande wa magaidi, hakutabadilisha chochote. Kitakachobadilisha chochote ni kujipigania kuwa umoja na kupambania udongo wetu, ulinzi tulioachiwa na mababu. Si ya kwamba kwenda upande wa uasi ndio ya kwamba hakika tutapata chochote katika nchi yetu, aidha wa ndugu zetu Wabembe wapate chochote, bali wataangamizwa tu. Wataangamizwa kwa kuwa hawa ndugu zetu hawasaulike chochote walichokifanyizia. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa ndugu zangu Wabembe, jitengeni sana na watu ambapo wanakwenda upande wa uasi. Kumbukeni jinsi alivyowafanyizia. Najua mlisomesha hao Wanyarwanda wanaoitwa Wanyamurenge, mliwasomesha na walisomea kwenye manyumba zenu, lakini cha ajabu utakuta yeye kushuka tu na silaha anakuja kumuua yule aliyomuweka, yule aliyomsomesha, aliyomwachia hata kitanda. Kuna baadhi ya wao ndugu zetu Wabembe walikuwa wanaachia Wanyarwanda kutoka huko milimani Minembo, fasi zingine, kuachia vitanda watoto wao, kuwatoa kwenye vitanda wao kuacha. Cha ajabu sasa, kumaliza masomo, kushika silaha, anakuja kumuua yule aliyokuja kwake kusomea kwake. Eske mnasaulika hili? Mnalisaulika? Asante. Si mambo ya kuchochea, lakini tunaomba kwamba tupendane, tuwe pamoja, tupiganishe adui. Asante.